Wajibu wake, Yesu akaja hapa duniani, akazaliwa kama watoto wachanga wanavyozaliwa. Unaweza ukaona hata katika maisha ya kawaida tunayoishi, mtoto mchanga akizaliwa, habari zinaenea, furaha zinakuja ndani ya mioyo ya watu, jamii inapiga kigelegele kwa ajili ya mtoto anayezaliwa. Hatimaye hata Yesu Kristo alipozaliwa, ulimwengu wote ulijua ya kwamba katika dunia hii yupo Yesu Kristo aliyezaliwa ambaye atakuwa ni mfalme. Kwa hiyo habari zilipoenea, ndugu zanguni wapendwa, pamoja na kuwa Yesu alisema ni mfalme, pamoja na kuwa Yesu alikuwa ni mkombozi katika maisha ya wanadamu, kuzaliwa kwake watu hawakuweza kufurahi pia. Hata kawaida, ndugu zanguni wapendwa, tunapata neema ya kupata watoto. Mtoto anapozaliwa, si kila mtu anayefurahi kupata kwako mtoto. Wapo wengine ambao mioyo yao inanungunika kwa sababu umepata mtoto. Kwa hiyo hata unapoyaona hayo, wala usishangae, kwa sababu hata kwa Yesu hayo yalitokea. Haleluya, amen. Yesu alipozaliwa, dunia imetikisika. Watu wakaanza kuhangaika, waliofurahi, waliocheza, waliopiga vigelegele walikuwepo, lakini watu wengine wakawa wanawaza ni namna gani huyu atakavyouawa katika ulimwengu huu. Lakini kwa sababu Mungu tunayemwomba, Mungu ambaye ni mwaminifu, akaendelea kumtunza ili kazi yake iendelee. Ndugu zangu wapendwa, ndipo unapoona katika maandiko tuliyoyasoma hapa, Yesu akiwa ameshafika umri wa kuanza kuifanya kazi ya Mungu, alitembea mahali mbalimbali, alitembea mijini na vijijini. Siku moja hii ambayo tena tunaona hapa, neno la Mungu linasema akaingia tena katika sinagogi. Ukisikia kwamba aliingia tena katika sinagogi, ni kwamba alikuwa na mahali pengine ameshapita. Haleluya, amen. Kwa hiyo huko alipopita watu walipata habari zake. Huko alipopita watu walijua ya kwamba Yesu anafanya nini. Kwa hiyo alipoingia katika sinagogi lile, watu walikuwemo, watu mbalimbali. Sinagogi lilikuwa limejaa, watu walikuwemo ambao Yesu alikuwa anaingia ili aweze kuwapa ujumbe wa habari yake, injili iliyo ya kweli. Bwana Yesu asifiwe, amen. Kwa hiyo alipoingia tena katika sinagogi lile, watu wakapata habari ya kwamba leo katika milango ya sinagogi hili Yesu mwana wa Mungu anaingia. Wapo katikati yao ambao walifurahi kwa sababu walijua Yesu ambaye ni mwana wa Mungu ameingia. Lakini wapo watu ambao walianza kufikiria, sasa akiingia humo atafanya nini? Lakini kwa sababu walikuwa wanajua ya kwamba Yesu akiingia ndani ya sinagogi atakuwa na kazi ya kufanya. Kwa nini Yesu anakuwa na kazi ya kufanya? Kwanza, Yesu tunayemwabudu ana mambo makuu mawili ambayo yalisababisha kumleta hapa duniani. Cha kwanza, alikuwa na jambo la upendo ndani ya moyo wake, na huo upendo ndio uliomsukuma kumtoa mbinguni kuja hapa duniani ili apambane na wale wanaowatesa wanadamu. Haleluya, ili apambane na ile mizigo ya dhambi ambayo tumeibeba sisi wanadamu. Kwa ajili ya upendo wake akakubali kuiacha enzi ya Baba kuja hapa duniani ili wewe na mimi tuweze kukombolewa. Lakini kitu kingine alichokuwa nacho, alikuwa na huruma. Mahali alipokanyaga aliwahurumia watu. Haleluya, wale wote waliokuwa na shida, wale wote waliokuwa na tabu, ilikuwa ni kazi yake kuwahurumia na kuwatendea. Sasa wale Mafarisayo na wale wengine Maherodi waliokuwemo ndani ya sinagogi lile wakajua Yesu akifika hapa, hivyo vitu viwili anavyo: upendo anao, lakini huruma anayo. Ndugu zangu wapendwa, wale watu walikuwa na wanakaa na watu wenye shida, lakini hawakuweza kuwahurumia, wala walikuwa hawana msaada juu yao. Lakini Yesu mwana wa Mungu alipoingia, neno la Mungu linasema alikutana na mtu mmoja aliyekuwa na mkono wa kupooza. Lakini hakuwa huyo tu, yawezekana na wengine walikuwemo, ila huyu ndugu kapewa kipaumbele. Yawezekana siku ile ndani ya sinagogi lile watu wengi walipona kwa sababu amekuja Yesu mwana wa Mungu ambaye yeye yu hai katika maisha ya wanadamu.
Kwa hiyo siku hiyo wale watu, kwa sababu walijua kazi ya Yesu ni nini, na wanajua katika sinagogi lile wamo wahitaji, wakaanza kufikiri, wakaanza kuwaza, ngoja tuone akifika humu atakachokifanya. Neno la Mungu linasema walianza kumvizia ili waone kama siku hiyo ataweza kuponya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu zanguni, Yesu mwana wa Mungu hatishwi na jambo lolote. Yesu mwana wa Mungu anajua mawazo yako. Yesu mwana wa Mungu anajua wewe kwa nini upo. Na alipofika mahali pale, aliyajua mawazo ya watu wote waliokuwemo ndani ya sinagogi lile. Kwa hiyo akamwona huyo mtu ambaye alikuwa na shida ya mkono kupooza, lakini akawaona hata wale ndugu waliokuwa wakimfikiria, wakiwazawaza, ili wakimvizia, ili ya kwamba waone ni nini atakachokitenda. Lakini Yesu akawagundua, na kabla hajafanya kitu chochote, neno la Mungu linasema ya kwamba alikuwa na swali, akawauliza wale ndugu. Kumbuka, wakiwa ndani ya sinagogi, yapo mambo waliokuwa wakifundishana ya kwamba wao wanamtukuza Mungu. Unajua ndugu zanguni, si kila mkusanyiko ambao unaweza ukakusanyika ukalitaja jina la Bwana halisia. Kuna mikusanyiko mingine inaweza ikawepo, ukasikia wanasema neno la Mungu, ukasikia wanasema Yesu Kristo, lakini ndani ya mioyo yao hamna kitu. Yesu anatambua ulichonacho ndani ya moyo wako. Kwa hiyo wale watu wakawepo mle, lakini ndani ya mioyo yao kulikuwa kumejaa unafiki. Hawakuwa na msaada na mtu yoyote, na wala hawakuwa na huruma kwa mtu yoyote, isipokuwa wao walitanguliza maslahi yao mbele. Bwana Yesu atuhurumie. Kwa hiyo katika mazingira hayo, Yesu alipoingia mle, alipoona nini wanachokiwaza, alikuwa na mambo makuu mawili aliyowauliza, kwamba siku ile ambayo ni ya Sabato kwao waliamini na waliwafundisha watu ni siku ya kumwamini Mungu, ni siku ya kumtukuza Bwana. Lakini akawauliza, ni haki kutenda mema siku ya Sabato? Akasema, kuiua roho au kuiponya? Wale watu, yale maswali kwao yalikuwa ni magumu. Bwana Yesu asifiwe. Yalikuwa ni magumu kwa sababu wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kwa ndani wao ni mbwa mwitu. Huku nje walikuwa wakiwaonyesha watu kwamba wanafata misingi ya kumtukuza Mungu, lakini ndani ya moyo wao, ya mioyo yao kuna kitu kingine. Lile swali likawa ni gumu. Neno la Mungu linasema walikaa kimya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo walipokaa kimya, wakanyamaza, maana hawana jipya, maana hawana cha kujitetea. Endapo labda wangesema hapana, siku ya Sabato tunaiheshimu tu, wala hakuna kitu kinachoweza kufanyika, sasa wangeulizwa, sasa kama mnamhubiri Mungu, mnawasaidiaje watu? Hapo wasingekuwa na jibu. Lakini kwa sababu yote waliyaona ni magumu kwao, wakakaa kimya. Kwa hiyo walipokaa kimya, Yesu mwana wa Mungu aliye hai, kwa ujasiri aliotoka nao huko mbinguni, akamwita yule mhitaji, akasema, njoo, simama hapa katikati. Haleluya. Yule mtu aliposikia sauti ya Bwana aliitika. Wapendwa, sauti ya Bwana inatuita, ni vizuri tuitike. Tusifanye mioyo yetu kuwa migumu. Na hata yule ndugu kama angefanya moyo wake kuwa mgumu, yawezekana jambo lile alilotendewa wala asingeweza kutendewa. Lakini kwa sababu alipoisikia sauti ya Bwana inamwita, inasema, wewe njoo usimame hapa katikati. Yule mtu alikata hatua, haraka kafika katikati, wala hakuogopa umati wa watu, wala hakuogopa viongozi wake, wala hakuogopa utaratibu waliokuwa wamejiwekea. Yeye alimtazama Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata wewe na mimi tuache kuangalia kando, tuache kuangalia nyuma, tusonge mbele tukimtazama Bwana aliyetuita. Akisema tusimame hapa, simama katika kweli yake. Akisema tembea mbele, tembea ukiwa na amani ndani ya Yesu. Akisema simama, simama ukiamini ya kwamba umesimama kwenye msingi imara. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yule ndugu alipokuja, akafika mahali pale mbele za wale watu, akasimama katikati yao. Neno la Mungu linasema, akiwa amesimama pale, Yesu alianza kupata shida ndani ya moyo wake.
Tuone mstari wa 4 unasemaje?